The word of God is life. Praise the Lord. Hii ni pumzi ya Mungu. Neno la Mungu ya kwamba gharama imekwisha lipwa. Akasema sasa jichagulie. Haleluya. Akamwambia ndugu yake Lutu, sasa fanya nini? Jichagulie. Na kuna kitu niliwaambia last Sunday ya kwamba in matters, yani katika mambo yanayohusiana na ufalme wa mbinguni, ya kwamba you are free to choose. Praise the Lord. Kama vile mtu alikuwa amepewa uhuru wa kufanya nini? Kuchagua. You are free to do what? But you are not free to choose the consequence of your choice. Tunaelewana? Ya kwamba kuchagua ni bure, ni kwa ajili yako. Haleluya. Lakini matokeo ya uchaguzi wako, kile ambacho umechagua, ni Mungu atakulipa, sio wewe utajiamulia. Imekuwa rahisi sasa, imeeleweka? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Lutu alijichagulia mwenyewe, lakini matokeo sio yeye alifanya nini? Alichagua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Angalia mnamkaribu na wewe kama anataka kusikia ili kueleweka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikwambie, the word of God is life. Praise the Lord. Amen. Hii ni pumzi ya Mungu. Neno la Mungu ni pumzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati mwingine kausingizi kanakujaga, sio kwamba unapenda kulala. Haleluya. Sio wewe unapenda kulala ama haukulala. Shetani pia anasikia wivu wakati unaenda kupokea kitu ambacho kitakusaidia, na yeye anataka kukwama na wewe usiende kwa sababu hataki kulose. Praise the Lord. Anajua kuna kitu ukijua utawachana na yeye kabisa. Anawanyemelea na kausingizi. Praise the Lord. Amen. Haleluya. Amen. Pia ashindwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tunaweza kuona ya kwamba Abrahamu alipomwambia ndugu yake Lutu ya kwamba sasa jichagulie, naye Lutu akasimama na kufanya uchaguzi na uamuzi yeye mwenyewe bila kushuhudishwa. Kama jinsi leo hakuna mtu anapokea wokovu kwa kulazimishwa. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu unapokea kwa hiari yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ya kwamba Yesu alipokuja pale msalabani hakugawa na kusema ya kwamba mimi nitakufa kwa sababu ya wanaume peke yao, wanawake watajipanga, ama kwa sababu ya boys, then ladies watajipanga. Praise the Lord. Hakusema mimi nimekuja kutoa uhai wangu kwa sababu ya Israeli peke yake, alafu the Gentiles church watajipanga. Praise the Lord. No, Yesu alikuja akakufa msalabani mara moja kwa ajili yetu wote tuokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni kumaanisha nini? Ya kwamba sasa wokovu imewekwa free. Haleluya. Ni wewe ujichagulie. Ya kwamba gharama imekwisha lipwa. Haleluya. Hakuna gharama nyingine inahitajika. Ni wewe tu kufuata na kusimama sawa sawa na neno la Mungu na kuamini kule kufa kwa Yesu, ili kwamba dhambi zako ziweze kufanya nini? Kwa hiyo katika hiyo kwa nasema kwamba decision tunaona kwamba ile maamuzi ambayo Lutu walifanya mwisho wake ilimkosa. Kanisa sikiwe, mwisho ilimgharimu. Na kwa hivyo wapendwa, siku ya leo Kanisa sikiwe, Masai.
sasa yangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ya kwamba ile uamuzi ambao utafanya ndio itajalisha hatima yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ndiposa Bwana akawa anaambia Israeli katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kuna wakati mmoja wana wa Israeli walienda wakamwacha Mungu, walienda wakaacha njia za Mungu, licha ya kwamba Mungu aliwatoa katika ule mji wa Misri ambao walikuwa wakiteseka sana, walikuwa wakitumika vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kwa upendo wake akawatoa huko, na alipowatoa na kuwaleta, walifika njiani tena wakamwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akanena kupitia mtumishi wake na akamwambia maneno haya. Haleluya. For wide is the gate, wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Ya kwamba njia ni mlango ni mpana. Unaweza kusikia? Mlango ni mpana na pia barabara yenyewe ni pana ielekeayo uharibifuni. Bwana Yesu asifiwe. Na ya kwamba wengi wataenda kupitia hiyo barabara. Lakini ukisoma verse 14 nasema, but small is the gate and narrow is the road that leads to life, and only few finds it. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you for the Lord. So unapata ya kwamba tunasema ni kufanya uamuzi, making decision. Na tayari kabla ya kufanya uamuzi kama kanisa la sasa. Yesu asifiwe. Maana tunasoma pale mwanzo ni vile Abrahamu alipomwelekeza ndugu yake Lutu. Lakini Yesu sasa mwenyewe ananena na kanisa ambaye ni mimi na wewe. Yesu asifiwe. Ni wewe na mimi. Haleluya. Kwamba Yesu sasa anatuzungumzia sisi kama kanisa la sasa. Haleluya. Ya kwamba tazama njia ni pana. Haleluya. Ielekeayo uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ya kwamba ni wengi wataenda kupitia hiyo barabara. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiteremka hapo chini anasema ya kwamba njia ni nyembamba na lango bado ni finyu ambayo inaenda katika umilele. Bwana Yesu asifiwe. Yaani njia ya uhai, yaani njia ya kwenda ufalme wa mbinguni ni nyembamba. Kumaanisha nini? Ya kwamba katika utakapoamua kuchagua hiyo njia, basi hiyo njia inafaa uende ukiwa peke yako. Na maanisha nini? Ya kwamba salvation is personal. Praise the Lord. Salvation is personal. Ya kwamba wokovu sio yetu, sio yangu na mama yangu, sio yangu na rafiki yangu, sio yako na pasta wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ya kwamba wokovu ni wako wewe mwenyewe. Jinsi utaamua, hivyo ndivyo itajalisha ni wapi utamalizia.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nilianza pale mwanzo kuambia kwamba maisha ya mwanadamu ni fupi sana hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. So you never know your tomorrow. What does it mean? You should prepare now. Prepare this day that is called today, because you don't know about tomorrow. Praise the Lord. Haujui kesho, wewe unajua leo ambao unaishi. Kumaanisha nini? Leo chagua hiyo barabara iliyo nyembamba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema hivi ya kwamba njooni kwangu enyi nyote msumbukao na mizigo mizito. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Bwana asifiwe. Anamaanisha nini? Ukiamua kufuata ile njia iliyo nyembamba, basi itabidi umpokee Yesu. Maana ukienda kwa Yesu, mizigo yako yote atakubebea. Bwana Yesu asifiwe. Ili ya kwamba ukitembea katika ile barabara hautang'eng'ana, kwa sababu hauna mzigo, uko huru. Wewe ni mtu huru. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa mtu huru bila mizigo kwa barabara nyembamba, utatembea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanadamu wengi leo wameshindwa kuacha dhambi. Wameshindwa itaiweka namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza na nchi. Ni kweli. Haleluya. Wao ndio wanaongoza ibada katika nyumba ya Mungu. Ya kwamba wameokoka, wanaimba vizuri. Lakini baada ya kanisa anaenda kutafuta boyfriend wake. Baada ya kanisa anaenda kutafuta girlfriend wake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni tabia ya mtu ambaye anatembea katika barabara iliyopana, ambaye mwisho wake ni uharibifu na jehanamu ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Amen. Ya kwamba ukitaka leo kutembea katika barabara iliyo nyembamba, itabidi umejitenga na dhambi kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. For our God is holy. Our God is holy, and those who worship him should worship him in truth and in spirit. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Kama Mungu ni mtakatifu, basi na sisi tunapaswa kuwa watakatifu. Kwa nini? Ili uhusiano wetu na Mungu ikuwe sawa. Haleluya. Ili ya kwamba mwana wa Mungu atakapofunuliwa, maana siku inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Siku inakuja wapendwa. Bwana asifiwe. Hata mmekuwa tu mkisikia. Lakini ukweli ni kwamba siku inakuja tu. Bwana asifiwe. Siku inakuja na itafika. Tunaona ya kwamba labda ingekuwa ikisemwa kwa muda mrefu, lakini ukweli ni kwamba siku inakuja na itafika. Na itakapofika utashangaa sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo mahali tumefika kama kanisa, mahali tumefika kama vijana wa sasa, itabidi tumpende Mungu na tumuogope Mungu sana, kwa sababu hatujui siku ya kuja kwake ni lini. Labda kabla hamjejua mambo haya, mlikaa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kwa sababu sasa tumejua, kumaanisha sasa tumeanza mwanzo. Hata nikwambie, umejua. Haleluya. Kama haungejua ingekuwa sawa. Ya kwamba in the past God overlooked such ignorance. Praise the Lord. Which ignorance? The ignorance that wewe uko kwa nyumba ya Mungu, wewe ndio CEO leader, wewe praise the Lord. Hallelujah. Mfano tumia kama example. Praise the Lord. Ya kwamba hata ukiwa pale nyumbani kanisani, wewe ndio unaimbana, wewe ndio unapokea sadaka, wewe ndio unafanya kazi nzuri katika nyumba ya Mungu, wewe ndio kwaya, lakini ulikuwa unafanya ukiwa katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema God overlooked such ignorance. Praise the Lord. Alafu kaenda kusema ya kwamba but now, hallelujah, but now he commands all people everywhere to repent. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But now he commands all people everywhere to do what? Ndio mkali sana. Bwana asifiwe. Amen. Sieni kujua ukweli.
huko kesho uende Jehanamu useme ule ndugu alikuwa amekuja kuhubiri kwetu hapo tuambia. Ama labda hata wengine wenu kanisani huko mngewahi ambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni heri kusema ukweli ambayo itakuweka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Remember me, Almighty God. I'm